Leo nataka tuende kwenye somo linaitwa maombi yanayojibiwa. Fungu letu kuu, kichwa cha somo ni maombi yanayojibiwa. Fungu letu kuu ni kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana, barua ya kwanza ya mtume Yohana kwa Wayahudi waliookoka, kwa Christian Jews. Barua ya kwanza ya Yohana kwa Wayahudi waliookoka, sura ile ya 5 na mstari wa 14. Sura ile ya 5 na mstari wa 14 unasemaje? Sura ya 5 na mstari wa 14. Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake. Huyo ndio neno la kweli. Ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Na huu ndio ujasiri tulionao sisi, kwamba tuna uhakika kama tutaomba sawasawa na yeye anachokitaka, Mungu huo anajibu. Somo langu ni maombi yanayojibiwa. Bwana asifiwe. Amen. Nianze kwa kusema maneno haya: kupanga ni kuchagua. Kupanga ni kuchagua. Kwa nini nasema hivi? Jambo ninalolifurahia kwenye mambo ya kimungu ni uhuru wa kuchagua. Biblia inasema katika Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 15, anasema, tazama nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, chagua uzima uishi. Jambo ambalo watu wa kiroho nataka niwaeleze, wakati mwingine masuala ya kiroho ni wewe kuchagua kufanya. Unajua paka Kumbukumbu la Torati 30:15 Musa anaambiwa, tazama nimeweka mbele yako uzima na mauti. Ukirudi juu pale kulikuwa na mgogoro, ile sura ya 11 ule mstari wa 11, watu wanapewa maandiko ya Mungu nini cha kufanya. Wanamwambia Musa, ukisoma, hebu soma 11, wanamwambia Musa, ni nani alienda mbinguni akaambiwa na Mungu kwamba tufanye hivyo? Hear me. Hujawahi kusikia ukiwaambia watu kuna mwisho wa dunia, anasema nani alienda mbinguni akarudi? Yesu alikuwepo mbinguni akatuandikia kwamba kuna mwisho, si ndio? Twende soma Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 11. Kwa maana maagizo haya ni kuagizayo leo. Maagizo haya, na haya maagizo wameambiwa ni ya hiari. Hata mimi leo maombi yanayojibiwa ni hiari. Watakaochagua kuyafanya wataona matokeo, na wasiochagua kuyafanya pia wataona matokeo. Twende. Si mazito mno kwako, wala si mazito, wala si mbali, wala sio mbali, si mbinguni hata useme ni nani atakayetupandia mbinguni akatuletee. Si unasikia kuna watu wanasemaga, tukiwaambia mambo ya kiroho wanasema, Mungu alikwambia wapi? Nani alienda mbinguni? Tunawaambia kuna moto, wanasema nani alienda mbinguni? Hapana, hapa wanaambiwa mtachagua kuyaamini maandiko ya Biblia au kuishi mnavyotaka, lakini matokeo yataonekana. Kivipi? Maandiko ya Biblia ni kweli. Mungu akisema funga na kuomba, nyie mmewahi kufunga na mkapata matokeo, ni kweli sio kweli? Amen. Mliwahi kuomba na mkaona matokeo, si kweli? Sasa anaambiwa sio mazito, anasema ni nani? Waisraeli walikuwa wabishi sana. So nani alienda mbinguni? Endelea. Aje atuambie tusikie. Huyo alienda mbinguni tupate kuyafanya. Wala si ng'ambo ya pili ya bahari hata useme ni nani atakayetuvukia bahari akatuletee. Aje atuambie aje atuambie tusikie tupate kuyafanya. Mungu anamwambia sasa mtachagua. Endelea. Lakini neno li karibu nawe sana, li katika kinywa chako na moyo wako, upate kulifanya. Kulifanya. Lakini akasema unapopata kulifanya sikulazimishi. Sababu kule anasema apandacho mtu anafanya nini? Maswala ya kiroho kuna wakati hatukulazimishi, ila sisi wote wanaofanya na wasiofanya tutapata matokeo. Endelea. Angalia nimekuweka leo mbele yako, angalia nimekuwekea leo mbele yako uzima na mema. Kupanga ni kuchagua. Na mauti na mabaya.
Kwa hivi ni kuagizavyo leo kumpenda Bwana. Na kuagiza kumpenda Bwana Mungu wako, kuenenda katika njia zake, na kushika maagizo yake, na amri zake, na hukumu zake. Kuna kitu cha kisoma pale. Hebu rudia hiyo 15. Angalia, nimekuwekea leo mbele yako uzima na mema, na mauti na mabaya. 16. Kwa hivi ni kuagizavyo leo kumpenda Bwana. Haya, anaagiza. Kuna mambo tukiyafanya, Mungu, nimekuwekea, chagua uzima uishi. Ndio maana Yesu kwenye Ufunuo 3:20 anasema, tazama niko mlangoni nagonga, ukifungua nitaingia, usipofungua pia nitaondoka. Anawaambiaje? Anawaambia wanafunzi wake kwenye Mathayo 10 kuanzia mstari wa 11. Anawaambiaje? Anawaambia hivi, nyumba yoyote mtakayoingia, wakiwapokea ingieni. Ule mstari wa 10, yoyo mstari wa 25 anawaambia hivi, watu wakiwakataa na wakakataa injili yenu, neno la Mungu, nendeni mji mwingine. Yesu anawaambia, maana yake injili haifosiwi. Umekuhubiri hujasikia? Ndio maana Biblia inasemaje kwenye Luka 5, akapita katikati yao. Walipotaka kumpiga mawe, akasema nitapita katikati yenu. Maana nini? Maswala ya kiroho ni optional, ni maswala ya kupanga, ni kuchagua. Sawa sawa. Anasema nagonga, ukifungua. Haya tunayokuambia, utachagua wewe. Umesema ni Mkristo, unaongoza, utachagua kuyatimiza haya yaliyoko kwenye neno la Mungu au kuyaacha. Pia hakuna mtu atakulazimisha, ila chagua, ujue kabisa katika kutimiza hayo kuna mawili. Tutakayoyafanya tutapata matokeo, na usiyefanya hutapata. Utapata pia, sio kwamba hutapata, utapata. Kwa hiyo tunapofundisha maombi yanayojibiwa, unayo nafasi. Tunapofundisha neno la Mungu, pia unayo nafasi ya kukataa au kukubali. Lakini ninachojua, tukikubali kuna matokeo. Tukikwambia, Biblia inatuambia katika Ibrania 10:25, usiache kukusanyika kama ilivyo desturi, ukasema mimi sitaki kuhudhuria ibada zote. Tunakwambia si okay. Kuna matokeo. Kwa tumekubaliana, tunakiamini kitabu Biblia iwe mwongozo wa Wakristo, si ndio? Si tunakubaliana? Amen. Kwamba kupitia Biblia ndio inatuonyesha. Daudi anasema katika Zaburi ya 105 mstari wa 19. Anasemaje? Mstari wa 109 nadhani kama sio 19. Anasema neno lako ni taa ya miguu yangu. Anamaanisha nini? Mimi natembea kupitia mwangaza wa neno lako. Bado hujanielewa. Neno lako ni taa, manake ninapoliangalia neno lako ndio linaniambia nitembeeje kama Christian. Yaani neno lako ni taa na mwanga wa njia zangu. Maana njia zangu zinaangaziwa na neno lako linataka nini. Amen. Likiniambia nisilewe, likiniambia nisiibe, likiniambia nifanye maombi, likiniambia nisizini, likiniambia niombe, likiniambia nifunge, nikiambia neno lako ni taa na mwangaza wa njia zangu. Amen. Umeelewa? Amen. Na ndio maana Biblia inasemaje? Naweka msingi. Biblia inasema hivi katika Mithali, nadhani ni 29. Anasema pasipo maono watu hushindwa kujizuia. Wengine wanatafsiri ile andiko pasipo maono, wanadhani ni personal goals, yani malengo binafsi. Ile neno aliamaanisha hivyo. Sio mipango yako, sio ndoto unazoziota. Neno lile linasema pasipo ufunuo wa kimungu watu hushindwa kujizuia. Maana Mungu asingeleta Biblia kama ufunuo wa yeye anataka nini. Maana hii ndio inaonyesha yale mapenzi ya nani. Ndio maana nasema hivi, kama mkiomba sawa sawa, waraka wa kwanza Yohana 5 anasema kama 14 amesemaje? Na huu ndio ujasiri tulionao. Kama tukiomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu tunayapata wapi? Mapenzi ya Mungu, kwamba Mungu anachokitaka alikiweka kwenye Biblia ili tumjue Mungu ana tabia gani, ana sifa gani, anataka nini, ana lengo gani. Lazima tulisome neno la nani. Sababu mapenzi ya Mungu yako hapa. Sasa ninakuja maombi yanayojibiwa, lakini nimekuwekea msingi.
utachagua kuomba au kutokuomba. Sasa nije kwenye msingi wa kitabu cha Yohana. Mzee Yohana anasema, na huu ndio ujasiri tulionao, kama tutaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Lazima ujue, kumbe ndio sababu huwa tunaomba na hatupati. Nikuulize, umewahi kupanga maombi mangapi na umejibiwa mangapi? Mimi na wewe ni mengi. Mimi na wewe nini? Unaombea Mungu, ninaomba biashara yangu ikue, ndio biashara inashuka chini. Unaambia Mungu, naomba biashara, ndio biashara inaporomoka. Unatoka kwenye kufunga kuomba fedha, ndio upate chochote. Yaani hata ulichonacho kinaondoka. Hear me. Unafunga mwezi, Mungu ninaomba ndoa na mchumba, unashangaa wiki inayokuja unatoka kwenye maombi, ndio mmegombana, mmenuniana miezi miwili. Mungu ninaomba nipandishwe cheo ofisini, unasikia kuna skendo inatengenezwa ufukuzwe cheo, ufukuzwe kazi, sio kupandishwa, kufukuzwa. Changamoto yenu mnaombaga pasipo kukumbuka. Wewe unaomba tu keke, unazungumza keke, ukiuliza unazungumza nini? Mimi hujui. Maana mnaomba bila kuandika mlichokiomba. Haujapewa cha kwanza, umeomba cha pili. Sasa tukusaidie kipi? Nizungumze kipi? Akujibu kipi? You don't write your prayers. You don't write your prayers. Wakati niko mlimani, nimefanya mtihani na nimejua mtihani ni kama siuelewi. Kwenye sheria nikajua mtihani kama siuelewi. Kwa wiki zote zile nikaandika kwenye daftari pale. Nikamwambia Mungu, naomba nipate GPA ya 4.8. Na mtihani nimetoka siuelewi. 4 point nake ni GPA ya juu, first class. Sasa nikasema naomba nione kama nimepewa. Yaani kitakachojibu kama nimepewa, maombi yangu kwamba niliomba vizuri ni hicho. Nikaomba. Siku ya kwanza naomba, nimeandika na maombi mengine nimeandika. Kuna maombi niliandika kule mlimani yakajibiwa, nikapiga tiki. Nimefanya. Matokeo yanakuja tena ni juzi. Sio 4.8. Nina 4.68. Ni first class ile. Bwana asifiwe. Nikagundua. Nikaanza kujiuliza kwa nini Mungu hajanipa 4.8. Nikagundua niliwahi kuandika, naomba Mungu somo hili nipate hiki, nipate hiki. Nikasahau. Yaani niliandika kwamba somo hili nipate hili. Ile somo niliogopa nikasema nipate B+. Akaniambia uliombaje 4.8 ikiwa kwenye somo haya hapo uliomba kiwango cha chini. Umuhimu wa kuandika. Maana yake ingekuwa sijaandika, ningesema Mungu, mbona nimekuomba mimi hukunipa, kwa hiyo maombi yangu hayajaenda? Hapana. Rudia, ngoja nikwambie. Unapokuwa na maombi serious, weka kwenye eneo ambalo unajua baadaye unaweza ukareview, ukajiuliza kwa nini, na ikaanza kukutafakarisha. Ndio maana nakuja hapa kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu ni kupi. Na anasema hivi, huu ndio ujasiri. Tukiomba sawasawa na mapenzi ya Mungu, Mungu hutusikia. Kumbe tusipoomba sawasawa na mapenzi ya Mungu, hatusikii. Kumbe maombi yote uliyoombaga hayakusikiwa. Kwa sababu kuna shida hapa, panaitwa sawasawa na mapenzi ya nani? Kama ingekuwa kila maombi tunayoomba mbinguni anakubalia, wewe sasa hivi ungekuwa na kila kitu ulicho nacho. Siko, unaelewa? Amen. Nataka utoke, umove, uanze kuona umuhimu wa kuomba. Na mkumbuke niliwaambia na nitaendelea kuambiwa kwamba mtu yoyote anayesema siombi anamaanisha kwamba lolote litakalotokea kwenye maisha yake liko ndani ya uwezo wake. Ukiona unaamka asubuhi uombi, jioni uombi, maana kila kitu kiko ndani ya uwezo wako, liwe baya liwe jema.
Lakini wale ambao wanaomba wanamaanisha, Bwana, mimi nitangulie. Mimi sina uwezo wa kupambana na mizimu ya kwetu. Amen. Sina uwezo wa kupambana na maadui zangu wanaoonekana na wasioonekana. Anayeomba, anayemwendea Mungu kwa maombi, anamaanisha pasipo Mungu hakuna maisha kwake. Amen. Ni ishara ya unyenyekevu. Amen. Unaweza usiwe na nguvu kubwa ya kuomba kama wengine, lakini hata hizo dakika 10 ya kukaa na kuongea na Mungu ni maombi. Amen. Nikamwambia mtu mmoja, ukiona huombi na mambo yanaenda, ndugu yangu, nyumba ikiwa na ufa, kusipokuwa na upepo na zoruba, unaweza ukaona ni kawaida. Siku upepo ukija ukaangusha nyumba, ndio unajua kwamba kumbe nyumba ilikuwa na nini? Na ufa. Anasema nyenyekeeni chini ya mkono wa nani? Waraka wa kwanza wa Petro 5:6. Maana kaeni chini ya nguvu. Nilikuwa nauliza watu, unapoambiwa nyenyekea chini ya mkono wa Mungu, wewe mkono wa Mungu wewe kuona ni upi? Ni nguvu za Mungu? Ni mamlaka ya Mungu? Mkono wa Mungu ni watumishi wa Mungu ambao Mungu kaweka. Kaeni chini yao ya waeleze, mtainuliwa kwa wakati. Kama okay, wangapi asubuhi wameamka na wakamshukuru Mungu na wakaomba? Nyosha mkono tu. Wakamwambia Mungu, tutangulie. Ni unyenyekevu huo, kuonyesha wewe una nguvu ya kufanya chochote. Anasema katika Mathayo 5:3, heri masikini wa roho, maana hao ufalme wa mbinguni wako. Heri masikini wa roho, heri masikini wa roho. Maskini wa roho ni nani? Maskini ni mtu ambaye pasipo mtu mwingine hawezi kuishi. Maskini mtu anayetegemea kupokea kutoka kwa mwingine. Maskini mtu ambaye anashindwa kuendesha mambo yake hata ya familia yake. Maskini mtu ambaye hana uwezo wa kufanya chochote ambacho kinaweza kufanya maendeleo. Sasa Mungu anasema, heri mnaohisi kwamba nyie kila siku ni wapungufu. Ufalme wa Mungu utashuka, utakaa na nyie. Mungu anasema nini? Ogopa roho ya kurizika, roho ya kujiona umefika. Ukipata gari moja sema si ya kwangu, ni ya Bwana, nahitaji ya kwangu. Mungu atakupa ya pili. Unamwambia hata hii ya pili sio ya kwangu, ni ya Bwana, anaweza kaichukua. Hatuna tunachomiliki, hatuna tulicho nacho. Anasema Zaburi ya 24:1, nchi na vyote vilivyomo na watu ni mali ya nani? Utajua ni ya Bwana siku umenunua gari ya milioni 60 inapata ajali na hakuna kinachotoka. Mafuriko ya Hanang wangapi wanayajua? Watu wamepotezewa nini? Nyumba. Leo kuna mtu anajivunia nyumba ni ya kwangu, kazi tena anajiposti, hatangulizi kumpa Mungu utukufu. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza 3:9, sisi ni watenda kazi pamoja na Mungu. Katika kila unachokifanya ujue Mungu ana mkono wake. Usijisahau, mpe Mungu utukufu. Amen. Mpe Mungu utukufu. Amen.